haleluya, haleluya, haleluya. Watu wa Morogoro nisikilizeni, nimekuja na ujumbe huu. Yesu anawapenda sana. Tupo kwenye nyakati za mwisho. Yesu akasema mtakapokwenda kuhubiri, waambieni hiki msikisahau, ya kwamba ufalme wa Mungu umekaribia. Nitaongea maneno mengi sana, lakini sitaacha kuongea hii sentensi ya kwamba ufalme wa Mungu umekaribia. Umekaribia. Yesu yuko mlangoni, anasubiria Petro ruhusa na Mungu aje apokee, achukue kanisa. Atakukuta ukiwa kwa namna gani? Saa ya kuokoka ni sasa. Kuna watu walisema kwamba tutaokoka tukipata fedha, lakini mpaka wakafa hawajaokoka. Kuna watu walisema kwamba tutaokoka mpaka tukifika tukiwa na watu fulani au na vitu fulani tukiwa navyo. Nisikilize, hata kama ungekuwa na mali kiasi gani, lakini kama Yesu hayumo ndani yako, usalama wako ni 0.000. Nisikilize mtu wa Mungu, usalama ni kwa Yesu peke yake. Usalama ni kumpa Yesu maisha yako. Hakuna namna ambayo utaokolewa isipokuwa ni kwa Yesu peke yake. Watanzania, nimeleta ujumbe ya kwamba Yesu yuko mlangoni, lakini Yesu anasema kwamba waambieni watu wa Morogoro ya kwamba ninawapenda sana. Sipendi waangamie, sipendi wafie dhambini, sipendi wakaungue jehanamu ya moto. Vijana mwanisikiliza, ni kweli wakati mwingine unajiona kama una nguvu, unasema kwa hii nguvu siwezi nikaokoka, hata nifanye dhambi kidogo. Nisikilize, kuna watu walisema hivyo, siku hiyo wakaondoka, siku hiyo wakafa. Siku moja niko na hubiri mkutano sehemu fulani, wakati niko na hubiri, kijana mmoja alikuwepo kama hao wanapiga mpira hapo, akadharau ile injili, akasema mimi naokokaje na kati mimi bado kijana, nina nguvu ya kutesa, nina nguvu ya kulala na wanawake naojisikia, nina nguvu ya kuzini na mabinti naojisikia. Akasema mimi sina muda wa kuokoka. Akasema nikishakuwa na vitu vingi sana nitakuja kwa Yesu. Nisikilize mtu wa Mungu, jambo lilompokea alipopiga hatua baada ya mkutano kuisha, alidharau ile injili. Wakati ameondoka nyumbani, alikatiza barabara kidogo, akasagwa, akabaki ni unga. Nisikilize mtu wa Mungu.